Karibu tena siku ya leo tukiendelea na mazungumzo juu ya changamoto ya ugonjwa wa sukari. Na leo pia uko na mimi Faraja Justin Shija, ni daktari kiongozi hapa Osaya Dispensary. Kipindi kilichopita tulizungumzia juu ya changamoto za sukari, ugonjwa wa kisukari, ambako tuliangalia maana ya ugonjwa wa kisukari ni nini. Tukasema ni ugonjwa ambao ni wa kimetabolic, ambao ni ugonjwa ambao hauambukizwi. Unaweza ukatokea aidha kutokana na mifumo ya maisha au kutokana na kurithi. Lakini pia tukazungumzia kwa habari ya watu ambao wako kwenye hatari ya kupata changamoto hii ya ugonjwa wa kisukari. Lakini pia tukazungumzia kwa habari ya dalili kuu ambazo mgonjwa wa kisukari anaweza akazipata akiwa changamoto sukari ikiwa nyingi sana mwilini. Na tukabakiza issue ya changamoto sasa na namna gani ambayo tutazuia kwa sukari hii isiongezeke mwilini, au kwa wewe ambaye hauna changamoto ya sukari usije ukaipata kabisa. Kwa siku ya leo, kwa muda mfupi tutazungumzia issue ya changamoto ambazo mgonjwa wa kisukari anaweza kazipata, lakini pia na namna ya kuzuia. Tukianza na changamoto, kuna changamoto za muda mfupi, lakini pia changamoto za muda mrefu. Tukianza changamoto za muda mrefu, kwanza huyu mgonjwa wa kisukari anaweza akapata changamoto za uoni hafifu. Maana sukari ina tabia kwenda kuasili nevu za macho, hivyo kupelekea mgonjwa kupata uoni hafifu, lakini pia hata kushindwa kuona kabisa. Lakini pia changamoto sukari ikiwa nyingi mwilini, huyu mgonjwa anaweza akapata changamoto za moyo, lakini pia anaweza akapata changamoto za figo, anaweza akapata changamoto za neva za fahamu, ambako anaweza akawa anapata kushindwa kuhisi sana, hasa maeneo ya miguuni, tunasema peripheral. Anaweza akawa anashindwa sana kupata hisia zaidi huko chini, lakini pia anaweza akaanza kuwa anapata maumivu aidha ya miguu kwa sababu ya hiyo nevu kuwa zinaathiriwa na ile sukari ambayo inakuwa nyingi mwilini. Lakini pia hiyo inaweza ikapelekea huyu mgonjwa kupata changamoto ya kupoteza viungo vyake, hasa vya miguu, kwa sababu ya mzunguko wa damu kupungua sana kupeleka oksijeni, hivyo kupelekea miguu kuwa unaoza, au unapata donda linakuwa linapona kwa muda mrefu sana, tofauti na kawaida. Lakini pia kuna changamoto ambazo nasema ni za muda mfupi, ambazo mojawapo ni changamoto ya sukari kuwa inapanda sana kwa wakati na wakati, lakini pia na maji kuwa yanapungua kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kuna changamoto ambayo inaweza ikawa inajitokeza ya asidi ya mwili kuwa nyingi, ambayo tunasema ni DKA. Lakini pia changamoto nyingine ni hii mgonjwa kuwa tulizungumzia kipindi kilichopita, ya kwamba sukari inapokuwa nyingi sana mwilini inakuwa inapelekea mtu kuwa anapata shambulizi la bakteria la mara kwa mara, kwa sababu sukari inaweza ikatumika kama ni chakula cha wale bakteria. Kwa bakteria watakuwa wanamwathiri sana huyu mtu mwenye changamoto ya sukari. Watakuwa wanakuja, anaweza akawa anapata changamoto ya magonjwa hapa kwa hapa, mfano issue ya magonjwa kama ambayo yanasili mfumo wa mkojo, lakini pia magonjwa ya ngozi pia mtu anaweza akawa anapata sana. Hizo ni changamoto ambazo mgonjwa wa sukari anaweza akazipata kwa muda mfupi au kwa muda mrefu akiwa na changamoto hii ya sukari. Sasa nini tufanye ili tuepuke hii changamoto ya sukari kuwa nyingi sana kwenye damu? Jamii, nini tufanye? Vitu gani ambavyo vinatuzunguka ambavyo vinaweza vikatusaidia sisi kuepukana na hii ni changamoto ya sukari, na vitu gani ambavyo tunaweza tukavitumia ikawa ni afya kwetu? Jambo la kwanza ni maisha. Tunasema ni kubadili mfumo wa maisha, ambao tunasema badili mfumo wa maisha, ufanye mfumo wako wa maisha kuwa mzuri kiafya. Ni vitu gani sasa hivi vya kuvibadili au vya kufanya? Kwanza tuwe na tabia ya kufanya mazoezi. Kuwa na tabia ya kufanya mazoezi angalau mara 3 kwa wiki, kwa wiki, na kwa kila siku ufanye, usipungue chini ya dakika 30. Uhakikishe umesweat, manake uchome mafuta. Hiyo utasaidia kufanya mwili uwe active, mwili uwe vizuri, lakini pia utakuwa unasaidia hata mzunguko wako wa damu kwenda chini, sehemu za chini au peripheral huko kuwa unazunguka sana. Hivyo utaweza ukapelekea kupunguza hiyo hatari ya kupata changamoto za miguu, lakini pia kukatwa kwa vidonda ambavyo vinaweza vikajitokeza kwa chini kuwa vinapona angalau kwa wakati. Lakini pia utasaidia pia kusaidia moyo kufanya kazi yake vizuri, kwa sababu tumesema moja ya kitu ambacho mgonjwa wa sukari inaweza kikaathirika ni pamoja na moyo. Kwa unapofanya mazoezi unasaidia hata moyo kuwa unafanya kazi
vizuri, lakini pia na mafuta kuzidi kupungua sana mwilini, kwa sababu unafanya mazoezi unakuwa unayachoma nini, mafuta. Lakini jambo lingine ni kwa habari ya utumiaji wa vyakula. Utumiaji wa vyakula, kwanza kupunguza vyakula ambavyo vina sukari nyingi. Nikisema vyakula vyenye sukari nyingi, hasa nazungumzia hizi sukari ambazo nasema zimesindikwa, sukari nyeupe, sukari za viwandani. Hizi sukari zina tabia ya kupandisha sana sukari mwilini. Hivyo kama wewe ni mpenzi wa mtumiaji wa vitu hivi, kama wewe ni mpenzi wa utumiaji either wa juisi za viwandani, nasemea juisi za viwandani ambazo zinaongezewa testi ya sukari, lakini pia kuna vyakula vingine ambavyo tunavifahamu viko kwenye jamii zetu, vinauzwa vinaongezewa sukari. Kama unajua ni mpenzi wa vitu hivyo, hebu jaribu kupunguza, na hata pale ambapo unaona unashindwa kupunguza, basi jaribu kutumia sukari ambapo ni ya asili, tunasema inaweza kupatikana kwenye mazingira yetu, ambao pia inakuwa ina vitu ambavyo ni vya fiber na madini, ina vitu vya fiber ndani yake, kama vile unaweza ukatumia asali, lakini pia unaweza ukatumia tende na vitu vingine ambavyo kama juisi ya miwa pia unaweza ukatumia, vina testi ya sukari kuliko kutumia vyakula au sukari za viwandani. Hiyo itakusaidia kupunguza hii changamoto ya nini, ya sukari kuwa nyingi mwilini. Lakini pamoja na hivyo upunguze, hata kama ni ya majumbani, hata kama ni ya asili, hebu tumia kwa kiasi pia, usitumie kwa kiasi kikubwa. Lakini jambo lingine, hebu jaribu kupunguza vyakula vyenye mafuta. Vyakula vyenye mafuta vina changamoto nyingine ambayo vinapelekea mtu kuwa na uzito mkubwa, ambao tumesema moja wa watu ambao uko kwenye hatari ya kupata sukari ni watu ambao wana uzito mkubwa, uzito uliopitiliza. Kwa unapopunguza vyakula vya sukari vya mafuta mengi, kwanza unapelekea hiyo mafuta au cholesterol kupungua mwilini, lakini pia unapelekea mwili kuwa active na kutokuwa mzito, mafuta kuongezeka sana mwilini. Kwa hebu tujaribu kutumia vyakula ambavyo havina mafuta. Tunasema usitumie mafuta mabaya, tutumie mafuta mazuri. Unapotumia mafuta mabaya, kwanza unapelekea kupata nini, tunasema inflammation mwilini, ambao inaweza kapelekea changamoto hii pia nini, ya sukari. Vyakula gani vina mafuta? Vyakula gani vina mafuta mengi? Kuna watu wanapenda utumiaji wa chipsi na kango kwenye mafuta mengi, lakini pia ukangaji au upikaji wa vyakula kwenye mafuta mengi. Kama unakanga mayai kwenye mafuta mengi, unapika nyama au unaikanga nyama kwenye mafuta mengi, hiyo hapo si salama kwa afya yako. Hebu jaribu kutumia kiasi kidogo sana cha mafuta ambayo unatumia kuingia mboga yako. Tumia kwa kiasi kidogo tu, itakuwa vizuri. Na mafuta mazuri sana, kuna mafuta ya mbegu ambayo unaweza ukayatumia kama mafuta ya maboga, unaweza ukatumia mafuta ya alizeti, pia ni mazuri kwa afya yako, hayatengenezi cholesterol mwilini mwako au wingi wa mafuta mwilini mwako. Lakini pia unapotumia hayo mafuta unaipunguzia hata moyo, unawezesha hata moyo kufanya kazi vizuri. Na unapotumia mafuta mengi unapelekea changamoto ya mwili kutokuitumia insulini yako vizuri, kuitoa kwenye damu, kuipeleka kwenye tishu zingine za mwili kama nyama. Kwa unapotumia mafuta mengi unapelekea changamoto hii, insulin inashindwa kufanya kazi, changamoto inaitwa kwa kitaalamu insulin resistance. Kwa hebu jaribu kutumia kwa mafuta kiasi tu kwa ajili ya testi basi. Lakini pia jambo lingine, tumezungumzia swala la mazoezi. Jitahidi unapofanya mazoezi, hata issue ya mafuta hayo ambayo umeshakusha kuyatumia, utakuwa unapata chance ya kuyatoa, yatakuwa yanachomwa vizuri, yanatoka. Lakini pia hata wewe mwenye changamoto ya uzito utazidi kufanyaje, kupungua. Lakini kama pia ni mnywaji wa pombe, hebu jaribu kupunguza unywaji huo wa pombe, kwa sababu pombe ina kiasi kikubwa sana cha mafuta, ambapo ikizidi hiyo inaweza ikakupelekea uzito huo mkubwa ambao tumeuzungumzia. Lakini pia uwe mtumiaji wa vyakula vyenye nyuzi tunasema au fibers. Hivi vyakula vyenye nyuzi au fibers inasaidia kwanza mmeng'enyo wa chakula chako, ambacho umekila, kuwa unaenda taratibu uko unapokuwa umekitafuna. Kwa hata sukari, utoaji wa sukari mwilini mwako kuingia kwenye damu unakuwa ni wa taratibu, una mpangilio mzuri. Kwa hata insulin inakuwa hiyo active kuitumia hiyo sukari ambayo inakuwa inaingia kwenye mfumo wa damu, lakini pia inakuwa inakupa nguvu taratibu kuliko kutumia vyakula ambavyo havina nyuzi. Kwa tujitahidi sana kutumia vyakula vyenye nyuzi. Ambavyo vyakula vyenye nyuzi ni vipi? Unaweza ukatumia vyakula matunda kwa wingi, hasa matunda ambayo tunasema hayana
hayana gamba, maana yake hatuyamenyi. Mfano mapela, usilimenye pela, hebu kula kama lilivyo. Matunda ambayo unaweza ukala na ganda lake ni vizuri sana ukalitumia kama lilivyo. Mapela, maembe na mengine tunafahamu yako kwenye jamii zetu. Lakini pia mboga za majani kwa wengi, hebu tujaribu kuzitumia, zina kiasi kikubwa sana cha fibers au nyuzi, unaweza ukazitumia. Lakini pia na vyakula vingine vya asili ambavyo vinatuzunguka vinakuwa vina kiasi kikubwa cha nyuzi. Lakini pia hata kwa habari ya wanga, watu wengi wanapenda kutumia unga ambao umekobolewa. Unga ambao kubolewa, ambao wengine wanasema sembe, si mzuri sana. Ni bora tusage, tutumie unga wa dona, ugali wa dona. Huo ni mzuri kwa sababu kwanza una nyuzi hizo fibers ambazo nimezisema, lakini pia unakupa nguvu taratibu unapokuwa umekula hicho chakula. Sukari haendi nyingi sana mwilini, kwa inakusaidia kupunguza kiwango cha sukari sana kwenye mwili wako au kwenye damu yako. Lakini pia tunashauri uwe na tabia ya kufanya kipimo hiki mara kwa mara. Hili ni jambo zuri, si lazima paka umwe, si lazima paka upate hizo dalili ambazo tumezitaja. Hebu jijengee utaratibu wako au utamaduni wa kuwa unafika kwenye vituo vya afya, kwa unapata ushauri, lakini pia unaangalia kiwango chako cha sukari, unapata na ushauri wa kidaktari namna gani ya kufanya ili kuzidi kuepuka changamoto hii ya sukari kuwa nyingi mwilini, changamoto ya sukari kuongezeka mwilini, na kupunguza, hata kama umeshapata sukari, kupunguza hizo changamoto ambazo tumezisema, changamoto za moyo, changamoto za figo, changamoto za neva, changamoto za macho na magonjwa mengine ambayo yanakuwa yanaongezeka sana kutokana na sukari kuwa nyingi kwenye damu. Lakini pamoja na hayo, hapo mengi ambayo tunaweza tukazungumza juu ya milo, na kama unahitaji upangiwe mlo wako, kama unahitaji vitu gani vya kutumia hata kwa series vya kuandikiwa, hebu ujaribu basi kutupigia kwa namba ya simu ya 0717 19 55 57. Nitarudia 0717 19 55 57. Piga hiyo simu, au kama uko Singida halmashauri ya Itigi, sisi tuko hapa mkabala na kiwanda cha sukari au shule ya sekondari ya Itigi. Kituo chetu kinaitwa Osaya Dispensary. Au kama uko mbali, basi fika kituo chochote ambacho kiko karibu yako, upate huduma, ufanyiwe check up ya mwili wako na ukae vizuri. Kama una changamoto au kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukawasiliana na sisi kwa namba ya 0717 19 55 57. Nitarudia 0717 19 55 57. Au kama uko Singida, tunapatikana, tuko kwenye halmashauri ya Itigi mkabala na kiwanda cha mpunga au shule ya sekondari ya Itigi Sekondari. Tuko hapa, kituo chetu kinaitwa Osaya Dispensary. Kwa kama uko karibu, tunakukaribisha zaidi, tutakusikiliza, tutakuhudumia, tutakupa ushauri, lakini pia na vitu vya kuepuka na vitu vya kufanya kwa ajili ya afya yako. Lakini pia kama uko mbali na hapa, basi fika kwenye kituo chochote ambacho kiko karibu yako ili ufanyiwe check up ya mwili wako, uangaliwe, lakini pia upate na ushauri wa kidaktari. Asanteni kwa kunisikiliza. Stay here. So kipindi kinachofuata tutazungumzia juu ya habari ya milo na vyakula vyema ambavyo utavitumia ambavyo ni vyema kwa afya yako. Asante kwa kunisikia. Habari, kwa jina langu naitwa Joyce, ni mkazi wa Itigi. Ninapenda kufuatilia Itigi TV ambayo inatoa updates tofauti kama burudani, michezo na taarifa mbalimbali ambazo zinahusu halmashauri ya Itigi. Inapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook na mitandao mingine. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja. Hello, mambo zenu. Kwa majina naitwa Josephine, ni mkazi wa Itigi. Napenda kufuatilia Itigi Channel. Inatoa taarifa mbalimbali, burudani, michezo. Nakaribishwa pia muendelee kuifuatilia channel yetu, ni channel nzuri. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja. Hello, mambo vipi? Naitwa Mariam, natokea Itigi Tambukareli. Mimi ni mdau wa Itigi Channel, na channel yetu inaelimisha, inaburudisha, pia inatoa elimu kuhusu mambo mbalimbali. Tunawakaribisha watu wote, furaha yetu, tufike pamoja. Itigi TV, furaha yetu, tufike pamoja.